Yule kijana wa kiume alichokifanya, alikwenda akaongea na mtu aliyekuwa ameuziwa ile nyumba, akakubali kurudisha ile nyumba na kumpa fidia ya usumbufu, akarejesha nyumba yake. Baada ya kurejesha nyumba yake, alimsamehe yule mwanamke, wakafunga tena ndoa nyingine upya. Unaona, wakafunga ndoa nyingine upya mpaka sasa hivi wapo kwenye ndoa, wanaendelea na ndoa yao. Na baada ya hapo, yule dada mpaka leo anamlea yule mama, na bahati mbaya yule mama hajawahi kufa. Sasa kuna wakati unakutana na tatizo kubwa sana, kabla ya kufanya maamuzi usikumbuke maumivu uliyoyapitia. Kwa nini imekuwa ni ngumu sana kwa brother pale kusamehe? Kwa nini imekuwa ni ngumu kwa dada pale kusamehe? Wametazama maumivu walioyapitia. Lakini tunalo jambo moja, unapoamua kuja kanisani, linaitwa kanisa la Kristo, na Kristo ni mtu ambaye aliumizwa kwa ajili ya makosa ya watu, akateswa, akatolewa damu, akabeba maumivu, akafa, akazikwa, siku ya tatu akayashinda yale maumivu, akafufuka. Ile process, nataka niwaulize jambo moja. Je, wakati Yesu anafufuka aliwafanyia kitu gani waliomuua? Wakati anafufuka walikuwa na wao wameshakufa au walikuwa wako hai? Yesu aliwafanyia nini? Aliongea nao? Walimuona tena? Hawakumuona, si ndio? Lakini walisikia kwamba mtu yule aliyezikwa mahala pale tuliyemuua amefanyaje? Amefufuka, yuko hai. Lakini zaidi ya kufufuka, amepaa juu mbinguni, amekaa mkono wa kuume wa Baba yake. Atakuja tena kuwahukumu wazima na wafu. Maana yake ni nini? Ni Yesu tena aliyebeba neema ya kipekee ya kuja kuwasaidia wale waliomsababishia yeye mateso. Lakini leo waliomuua Yesu wote wako katika makaburi yao, wanasubiri siku ya mwisho Yesu afanye nini? Arudi. Kuna wakati aliyekutendea mabaya anasubiri neema ya kutoka kwako, atoke pale mahali alipo, ili Mungu aweze kujitukuza. Na huo ndio kitu kinachoitwa nini? Ukristo. Kazi kubwa ya Ukristo ni msamaha. Ukristo si mafanikio. Ukristo si kujenga nyumba, sababu uwepo wa Yesu aliletwa kwa ajili ya kufa wapi? Msalabani, na akisha kufa azikwe, afufuke. Ndio maana tunamuita mfu wa kwanza na mfufuka wa kwanza. Ni yeye peke yake. Tunamuona mwingine anatwaliwa, alitwaliwa, Elia anatwaliwa lakini hakurudi, na alionwa na mtu huyu mmoja. Enoko alitwaliwa lakini kaburi lake hatukuliona, hakupigwa, akazikwa, akatoka. Sasa ukitaka ubebe neema nzuri ya Ukristo, Ukristo umejificha katika neema ya msamaha. Ukristo umejificha katika neema ya kubeba maumivu ya wengine, hasa yale waliokusababishia wewe. Na ukishaona Mungu ameruhusu watu wamekutengenezea maumivu makubwa, jua wewe amekuandalia neema kubwa baadaye. Ndio maana ukienda ukiangalia watu walioumizwa sana ni watu ambao wamefanikiwa sana, na hasa kama hautajiua, kama hautakata tamaa, kama hautafanya maamuzi mabaya. Na tulikuwa katika hii wiki kuna kongamano ambao tulikuwa tunaendelea nalo hapa madhabahuni, tukawa tunaangalia neema ya kupita katika matatizo makubwa sana, na jinsi ambavyo Mungu anapanda baraka katika matatizo makubwa sana. Tukaja tukagundua kitu kimoja. Ukiona mtu ana baraka kubwa kubwa kubwa, chanzo chake kimebeba maumivu makubwa sana.